Haleluya kijana, popote ulipo, Mungu akubariki sana. Leo tunaenda kujifunza somo linasema kijana na njia sahihi. Biblia inasema katika ile Zaburi 119 mlango wa 9, anasema ni jinsi gani kijana aisafishaye njia yake kwa kutii na kulifuata neno lake. Nisikize kijana, unajua kijana, kwa habari ya njia, wewe ni mtu ambaye unaweza ukaisafisha njia yako. Na katika swala la njia, maana yake ni vile ambavyo umechagua nini la kufuata katika maisha yako. Duniani kuna njia nyingi sana na ulimwengu umejaa njia nyingi sana, lakini leo nikuambie tu kwamba kijana ambaye unajitambua lazima uijue njia sahihi. Na Biblia inasema Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kufika kwa Baba pasipo hiyo njia. Ndani mwambie, moja ya kitu ambacho kijana atakuwa makini nacho sana ni kwa habari ya kufuata njia ya kumjua sana Mungu na kuifuata hiyo njia kila wakati na kusimama katika hiyo njia, kwa sababu hiyo njia ndio itakufanya wewe uweze kumwona Mungu. Kwa hiyo unapotaka kijana ufike hatima nzuri, lazima uchague njia sahihi ya wapi upite ili ufike kule ambapo unataka kufika, kwa sababu kuna njia ambazo katika namna ambayo ya binadamu unaweza kuziona kama ni njia sahihi, lakini hizo njia mbele yake kuna hatari. Neno la Mungu linasema katika ile Methali 14 mlango wa 12, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia za mauti. Sikiliza, kuna njia ambazo kwa macho ya binadamu kama kijana unaweza kuziona sawa. Inawezekana ni njia ya ulevi, inawezekana njia ya uchawi, inawezekana njia ya utapeli, inawezekana njia ya uongo, inawezekana ni njia ya kiburi, inawezekana ni njia ya uovu ambao unaifanya. Yaani kwa wewe unaweza kuona ni njia sahihi kuwa na kiburi na kufanya mambo mabaya, ukaona ni njia sahihi, lakini mwisho wa hiyo njia ni majuto na uangamivu. Kwa hiyo ni lazima kama kijana ujue kwamba njia yako inatakiwa uiandae, uisafishe kwa kuiandaa kwa namna ambayo utapopita wewe usikutane na vitu ambavyo ni hatari kwenye njia yako. Kwa hiyo vijana wengi wameangamia kwa sababu ya kutafuta njia ambazo haziko sahihi. Wamekuwa na watu ambao ni washauri wabaya wanaowaongoza katika njia za upotofu na njia za uharibifu. Leo kijana, amka kwenye akili yako, chagua njia sahihi ya kuweza kupita ili ufike kule ambapo Mungu amekusudia, kwa sababu kuna njia ambayo umeichagua ambayo mbele yako unaiona kama ni sahihi, lakini mbele yake kuna hatari, kuna shimo mbele yake. Kwa hiyo ni lazima kijana uanze kumuuliza Mungu, ni wapi nipite, ni jambo gani nifanye katika njia hii ili niweze kufanikiwa. Sikiliza, wokovu ndio njia sahihi sana ya kusaidia wewe kijana. Unapoanza kumjua Mungu na kufahamu ufalme wa Mungu kwa undani na kumkaribisha Roho Mtakatifu, Yesu Kristo na Mungu Baba kwenye maisha yako, wanakuwa ni washauri wazuri wa kukuongoza katika njia, kwa sababu wanaoongozwa na Roho hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo katika njia ambayo unaiendea kwa duniani, ukiongozwa na Roho unakuwa uko sahihi na unakuwa salama. Ni heri ukafuata njia ambayo ni ya uzima, njia ya uzima wa milele, ambayo hiyo ina uhakika. Hekima za kimungu huwa zinafunika na zinakusaidia usiingie katika uangamivu. Mungu anakuongoza miguu yako, atakupa nuru katika miguu yako, utatembea katika namna ambayo hutajikwaa. Mungu akusaidie kijana, njia unayopitia hiyo njia lazima uikague kama uko sehemu salama ama uko sehemu hatarishi. Kwa hiyo ni wewe maamuzi yako ya kuchagua aina gani ya njia ili uipite, ambayo itakufanikisha katika mambo ya rohoni na mambo ya mwili pia. Ubarikiwe kijana. Ikiwa umesikia neno hili kijana na haujaokoka, hii ndio fursa ambayo sasa leo amua kuokoka. Sema maneno yafuatayo: Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Hakika mimi ni mwenye dhambi. Nisamehe dhambi zangu zote.
nilizozitenda katika maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu, na uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Na kualika Roho Mtakatifu, ingia ndani mwangu, ufanye makao, tawala maisha yangu, ifanye kuwa kiumbe kipya. Asante Yesu kwa kunisamehe. Asante Yesu kwa kuniokoa. Ninaomba unisafishe, uniongoze Roho Mtakatifu, unisaidie nisimame katika kweli ya Mungu, nisirudi nyuma wala nisitende dhambi tena.